Leo tunagusa mada ambayo mara nyingi huwa haifundishwi, lakini ni ya msingi sana kwa waamini na wote wanaotembea katika nuru ya Kristo, yaani huduma ya malaika. Katika Biblia, malaika si viumbe wa kufikirika, wala si hadithi tu, wala si mitihani, bali ni viumbe halisi, walio hai na wenye akili, walioumbwa na Mungu kabla ya mwanadamu, na wametumwa kuhudumia walioumbwa na Mungu, yaani wale waliopewa wokovu. Neno malaika kwa Kiebrania ni Malak, na kwa Kigiriki ni angelos. Maana yake ni mjumbe, mtumishi wa kiungu, mtekelezaji wa maagizo ya Mungu. Leo nitakupeleka kwenye safari ya kuelewa malaika ni nani na kwa nini wapo, wanawahudumiaje wale waliomwamini Yesu. Nataka tuone asili na kazi ya malaika kihistoria katika Biblia. Mara ya kwanza tunamuona malaika wakilinda bustani ya Edeni. Ukisoma kwenye kitabu cha Mwanzo sura ya 3 mstari wa 24, maandiko yanasema hivi: basi akamfukuza huyo mtu, akaweka makerubi upande wa mashariki wa bustani ya Edeni, na upanga wa moto uliogeuka huko na huko kuilinda njia ya mti wa uzima. Lakini pia tunaona malaika wakitembea na Abrahamu kwenye kitabu cha Mwanzo sura ya 18 na ule mstari wa 2. Biblia inasema hivi: akainua macho yake akaona, tazama, watu watatu wamesimama mbele yake, naye alipowaona akapiga mbio kuwalaki. Kutoka marangoni pa hema akainama mpaka nchi. Lakini pia tunaona malaika wakimwokoa Lutu kwenye moto wa Sodoma. Mwanzo 19 mstari wa 1, ukisoma utagundua namna ambavyo malaika walitokea ili kumwokoa Lutu na ule moto wa Sodoma. Tunaona malaika tena wakiwafungulia wana wa Mungu milango wakiwa kwenye magereza. Kwenye Matendo ya Mitume 5 mstari wa 19, pia Matendo ya Mitume 12 mstari wa 7, tunaona namna ambavyo malaika walitumiwa na Mungu kuwafungulia mitume milango. Malaika walileta ujumbe kwa Daudi, kwa Danieli na kwa Mariamu na kwa wengine wengi waliokuwa watumishi wa Mungu. Kutoka kwenye Agano la Kale mpaka kufikia Agano Jipya, malaika wametajwa zaidi ya mara 300, wengi wao wakifanya kazi za moja kwa moja miongoni mwa watu. Lakini jambo la msingi ni hili: malaika sio wa kuabudiwa. Tukisoma kwenye kitabu cha Ufunuo 22 mstari wa 8 mpaka wa 9, Yohana alipotaka kuanguka mbele ya malaika, yaani kumsujudia, malaika akamzuia, akasema, usifanye hivyo, bali muabudu Mungu. Hivyo katika somo hili hatuangalii malaika kama miungu, hapana. Tunaangalia malaika na huduma yao kama watumishi wa Mungu kwa ajili ya wana wa Mungu. Sasa malaika na waamini, msingi mkuu wa maandiko. Tunataka tuone malaika
na waamini. Andiko la muhimu ni hili, Waebrania 1:14. Maandiko yanasema hivi: je, wote si roho watumikao wakitumwa kuwahudumia wale watakaourithi wokovu? Hapa Biblia inasema malaika wote ni roho watumikao. Jambo la pili, wanatumwa, yani ikimaanisha kuna mamlaka juu yao. Jambo la tatu, wao si wa kila mtu, bali waliomwamini Yesu. Hivyo leo tunalijibu swali hili: malaika wanahudumia vipi sisi tulio katika Kristo? Hapa ndipo tunaanza kuchambua hatua kwa hatua, na hapa nataka nikuonyeshe namna 7 ambazo malaika huwahudumia waamini. Namna ya kwanza, malaika wanaleta ulinzi wa kiungu. Siku zote malaika wanaweka kambi ya ulinzi kwa wale wanaomcha Bwana. Zaburi 34:7, malaika wa Bwana hufanya kituo akiwazungukia wale wamchao na kuwaokoa. Hii si methali tu, bali ni uhalisia kabisa. Tunapomwomba Bwana, linda safari yangu, mara nyingi kile kinachofanyika ni operesheni ya malaika kwenye ulimwengu wa roho na hata kwenye ulimwengu wa halisi. Malaika walimzuia Balaamu kuendelea kupiga hatua alipohitaji kuwalaani wana wa Israeli. Ukisoma kitabu cha Hesabu 22 na ule mstari wa 31. Lakini pia malaika walimlinda Danieli kwenye tundu la simba, Danieli 6 mstari wa 22. Namna ya pili, malaika wanapigana vita vya kiroho kwa niaba ya muamini. Kristo ndiye Bwana wa majeshi ya mbinguni na malaika ni askari wake. Tunawaona malaika katika Biblia wakipigana kwa ajili ya Israeli. Ukisoma Wafalme wa Pili 19 na ule mstari wa 35, utaona namna ambavyo malaika walipigana vita kwa ajili ya Israeli. Malaika Mikaeli anapigana vita na shetani. Kwenye Ufunuo 22 mstari wa 7, tunaona namna ambavyo Mikaeli anapigana na shetani na anamwangusha chini duniani. Biblia inasema alimshinda kwa damu ya mwana kondoo na kwa neno la ushuhuda. Lakini pia malaika tunaona akizuia mapepo kuvunja maombi ya Danieli. Kumbe tunaona kabisa kwamba kumbe mapepo yanaweza kavunja maombi yetu. Lakini libarikiwe jina la Mungu. Mungu anatuma malaika kuzuia mapepo wakati wanapohitaji kuzuia maombi yetu. Danieli 10 mstari wa 12 mpaka wa 13. Kwa waamini hii ina maana gani? Kwamba maombi yako hayapigani peke yake, bali kuna jeshi linatenda kazi wakati unapoomba kwa jina la Yesu. Namna ya tatu, malaika wanatoa habari, maelekezo na ufunuo. Mara nyingine Mungu hutumia malaika katika kuleta ujumbe wa pekee. Mfano, Gabrieli alimletea Danieli ufunuo kwenye kitabu cha Danieli 9:25 hadi 23. Maandiko yanasema hivi: naam, nilipokuwa nikinena katika kuomba, mtu yule Gabrieli niliyemwona katika njozi hapo kwanza, akirushwa upesi, alinigusa panapo wakati wa dhabihu ya jioni, akiniagiza, akaongea nami akasema, Danieli,
nimetokea sasa ili nikupe akili upate ufahamu. Mwanzo wa maombi yako ilitolewa amri, nami nimekuja kukupasha habari, maana wewe unapendwa sana. Basi itafakari habari hii na kufahamu maono haya. Gabrieli akamletea Mariamu ujumbe kuhusu ujauzito wa Kristo. Kwenye Luka 1:26 mpaka 38 utaona namna Gabrieli alivyomtokea Mariamu na anampa ujumbe wa uzao wa Kristo na juu ya ukombozi wa ulimwengu. Pia tunaona malaika akimwambia Filipo aende barabara ya Gaza. Kwenye kitabu cha Matendo sura ya 8 na ule mstari wa 26 tunaona namna ambavyo malaika alimtokea Filipo na akampa maelekezo ya kwenda barabara ya Gaza ili kwenda kuonana na yule mtu wa Kushi, yule mwenye mamlaka ambaye alikuwa akihitaji kupata wokovu. Sasa hii ina maana gani kwa waamini leo? Maana yake ni hii: hatuabudu malaika, hatuwatafuti malaika, lakini Mungu huwatuma kulingana na kusudi lake na hitaji lililopo. Maana ya 4, malaika wanatoa msaada wa kimwili na kiroho. Tunaona malaika walimgusa Eliya na kumpa chakula alipokuwa amechoka. Kwenye Wafalme wa Kwanza sura ya 19 mstari wa 5 hadi wa 7, malaika alimhudumia Yesu pia jangwani. Kwenye kitabu cha Mathayo sura ya 4 na ule mstari wa 11, hii inaonyesha kuwa malaika wanaweza kuleta faraja, kuimarisha nguvu, kutoa msaada wa ajabu wakati wa udhaifu. Namna ya 5, malaika hufungua milango. Katika Biblia walifungua milango ya gereza kwa mitume, Matendo 5:19, lakini pia walifungua milango ya Petro akiwa amefungwa, Matendo ya Mitume 12:7 mpaka 10. Leo kuna malango ya fursa, ulinzi, ajira, safari, huduma ambayo Mungu huifungua kupitia malaika wake. Namna ya 7, malaika hushuhudia na kushiriki na kubeba maombi ya watakatifu. Kwenye kitabu cha Ufunuo 8 mstari wa 4, maombi ya watakatifu yaliletwa mbele za Mungu kupitia malaika. Jambo hili linaonyesha kwamba wanajua tunachokiomba, wanahusika katika maisha ya maombi ya muamini, wanasimama kama watumishi katika utaratibu wa maombi kwa Mungu. Namna ya 7, malaika wanafuatilia na kulinda hatima ya mwana wa Mungu. Yesu alisema kwenye kitabu cha Mathayo 18 na ule mstari wa 10, malaika wao mbinguni siku zote hutazama uso wa Baba yangu. Kila muumini ana anga la kiroho linaloangaliwa, ana ajenda ya Mungu inayolindwa, hatima inayosimamiwa na malaika. Ni sehemu ya mpango wa Mungu kuhakikisha hatima ya mwana wa Mungu haipotei. Malaika na wale wasioamini. Kwa nini malaika? Sio kila mtu anamhudumia. Huduma ya malaika ni ahadi ya agano, si mali ya kila mtu. Biblia haijawahi kusema malaika huweka kituo kwa watu wote, bali Biblia inasema malaika wanaweka kituo kwa wao wamchao Bwana, lakini pia kwa warithi wa wokovu. Hii ina maana wale walio nje ya Kristo wako nje ya agano la ulinzi wa malaika, lakini wale walio ndani ya Kristo wako ndani ya kifuniko, ulinzi
na huduma ya malaika. Ndugu yangu msikilizaji, leo jifunze hili. Malaika wapo. Malaika wanafanya kazi na wanawahudumia waamini, si kila mtu. Lakini pia hatuwaombi malaika, wala hatutafuti mawasiliano nao, wala hatuwategemei wao, bali tunamtegemea Yesu. Tunamuomba Mungu Baba na Roho Mtakatifu akiwa ndiye kiongozi wetu. Lakini tunajua kuwa kwa sababu tupo ndani ya agano, jeshi la malaika linapewa jukumu la kubeba na kutembea pamoja nasi. Hivyo leo ondoka na ufunuo huu. Kila safari yako kuna malaika, kila maombi yako kuna malaika, kila vita yako kuna malaika, na kila hatua ya kusudi lako kuna malaika, kwa sababu tupo ndani ya Kristo, wala hatuko peke yetu. Mungu wa mbinguni akubariki sana.